Na kwa makofi na shangwe tumukaribishe rais wa 5 wa Kenya, Daktari William Samoei Ruto. Asante sana Rigiji. Tafadhali tuketi kwa heshima. Asante sana. Kumbe mumekuja Our spiritual fathers, the bishops, wachungaji, pastors, evangelists na wale wote, ndugu viongozi wenzangu, wananchi wa Nakuru, hamjambo. Nakuru hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nisalimieni hewani nione. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi hii ya kipekee. Niwashukuru viongozi wetu wa imani na nishukuru viongozi wetu wa kaunti ya Nakuru wakiongozwa na Governor Susan na wale wote walioshiriki pamoja na sisi ndio tupate nafasi hii ya ibada ya shukurani hapa Nakuru County. Mimi nawaambia wote asanteni sana. Leo sisi kufika hapa ni jambo la historia. Nakuru ni kaunti ya muhimu sana katika taifa letu la Kenya. Nyinyi mnajua ya kwamba safari ya kuunganisha taifa letu la Kenya, safari ya kuondoa chuki na ukabila, nafasi ya sisi kuunganika kama watu wa taifa la Kenya, tulianza na ndugu yangu Rais Uhuru Kenyatta 2012 na tulianza hapa Nakuru County. Kwa hivyo Nakuru ni kaunti ya muhimu sana katika historia yetu na katika historia ya taifa letu la Kenya. Kenya hii ilikuwa imetekwa nyara na mapepo ya kupiganisha watu na kugawanya watu na ukabila, ikatuletea maafa 2007, 2008. Lakini Mungu alitupatia nafasi 2012, tukakuja hapa na tukasema Kenya haitapigana tena na ukabila haiwezi kuwa miongoni mwetu tena. Mimi nafurahi leo tuko katika uwanja mahali ambapo tulianza safari ya kuunganisha Kenya hapa Nakuru. Namshukuru Mungu sana kwamba tumefika mahali ambapo leo tunajivunia ya kwamba tumefanya uchaguzi bila ukabila, bila chuki, bila fujo, na Kenya inasonga kwenda mbele. I am truly happy that the nation is more united today than it ever was at any one time. Na ndio mimi nasimama mbele yenu watu wa Nakuru kwa niaba yetu sote tulioanza safari hii, hata na kwa niaba ya rafiki yangu Uhuru Kenyatta ambaye tulianza na yeye hapa. Wakati tulikuja hapa 2013 na rafiki yangu Uhuru Kenyatta, sisi hatukukuwa na tofauti na wale jamaa wanne ambao tunasoma kwa Biblia, Kings, 2 Kings 7:4. Hawa watu ambao walikuwa na ugonjwa wa ukoma walikuwa hapo kwa gate ya Syria, na hapo kwa gate wakaanza kujiuliza, hapa tukikaa kuna njaa, tutakufa na njaa.
tukiingia hii city tutauawa na askari wa kule ndani. Sasa wakaona tukienda kuuawa na askari tutakuwa tumekufa, tukikaa hapa tuuliwe na njaa tutakuwa tumekufa. So wacha tu tufanye ile inawezekana. Hapo ndio Uhuru Kenyatta na mimi tulikuwa, kwa sababu upande moja tulikuwa tumeshtakiwa kule Hague na ukora na uongo, karibu tunafungwa. Huku nyumbani tunaambiwa na wasungu ya kwamba nyinyi hamufai, na wale tulikuwa tunashindana na wao walikuwa na deep state hiyo. Sasa tukasema tukikaa hapa tutashindwa, pengine tutafungwa. Tukienda huko pengine tutafungwa. Tukasema waacha liwe liwalo, tutafanya ile inawezekana, na Mungu akatuonekania. Na ndio nasimama hapa vile Paulo alisema, the way I am, whoever I am, it is by the grace of God. Ni kwa sababu ya Mungu. Na ndio tulianza hapa safari hiyo ya kuunganisha taifa letu, na Mungu akatupatia ushindi. Kusema ukweli, sisi hatukukuwa watu wa kushinda kura 2013. Mimi na Uhuru Kenyatta tulikuwa na shida mingi. Tulikuwa na kesi ya Hague, tulikuwa tumefukuzwa serikalini, jamii zetu zilikuwa zinagombana, wale walikuwa tunashindana na wao, mmoja alikuwa prime minister, mwingine alikuwa vice president. Wazungu walikuwa wanasema hatufai. Sisi hatukukuwa ni watu wa kushinda, lakini kwa sababu kuna Mungu aliye hai tulishinda uchaguzi. Tukarudi hapa tena 2017 na tukawaahidi ya kwamba Mungu akitupatia ushindi tutarudi hapa kusema ama kutoa shukrani. Lakini bahati mbaya hatukurudi hapa kwa sababu ya mambo mengi. Tulienda tukapata salamu zingine, zikatuletea matatizo makubwa, zikatuchanganya mpaka mambo ya maombi haikupatikana nafasi. Lakini Mungu ni nani? Leo tumerudi hapa Nakuru kutimiza ahadi yetu. Na ndio wakati nilikutana na viongozi wa chama ya Jubilee, chama yetu ya zamani, niliwaambia musikose, tuwe pamoja pale Nakuru, kwa sababu hii maombi ilikuwa ya chama yetu ya Jubilee, lakini kwa sababu Jubilee ilipatikana na ajali, lakini nawashukuru sana viongozi wa Jubilee. Nasikia chairman wa Jubilee yuko hapa, Bwana Zuya yuko hapo, asante sana, na vice chairman na wale wengine wote. Tumekuja hapa mbali na kutoa shukrani zetu, kwa sababu tulikuwa hapa Nakuru tukaomba kura zenu pale mwaka uliopita, mkatupatia kura zenu. So hii ibada ya shukrani ni ibada ya kutoa shukrani mara mbili. Tunamshukuru Mungu kwa ushindi wa 2017 kama Jubilee, na tunashukuru Mungu kwa ushindi wa 2022 kama Kenya Kwanza. Tunasema asante sana. Na watu wa Nakuru, wacha nisimame mbele yenu jameni, niwaambie asante. Nasema asante watu wa Nakuru. Tulikuwa hapa Nakuru mambo yalikuwa magumu, lakini nyinyi mkatuamini, mkatupatia kura zenu, na Mungu akatupatia ushindi. Nimekuja hapa kwa niaba ya sote tuliopata nafasi ya uongozi kama MCA, wale walichaguliwa kama wabunge, maseneta, magavana, na mimi na huyu Rigiji. Mimi nataka niwaambie watu wa Nakuru asante sana. Narudia watu wa Nakuru jameni, asante sana. Na kwa sababu mumetuamini mkatupatia kura zenu, mimi nataka niwahakikishie ya kwamba tutawafanyia kazi na bidii, na tutaomba Mungu
atusaidie ndio tuweze kutimiza yale yote tulikubaliana na nyinyi kama mipango ya kupeleka taifa letu mbele. Nawashukuru tena sana kwa sababu dalili ya sisi kujua ya kwamba tumeshinda uchaguzi ni ile mkutano ya mwisho ya hapa Nakuru. Hapo ndio tuliona hii uchaguzi tumeshinda. It is the truth. The last meeting we had in Nakuru County, wale watu walijitokeza, vile watu walikuwa wengi, hata na wapinzani wetu siku hiyo waliamini kimeumana. Na watu wa Nakuru ndio tunasema Nakuru is a very special county. Nakuru town is a very special place for us. Asanteni sana kwa imani yenu, na kwa sababu Nakuru ni ya muhimu, naye shetani halali, kwa sababu hapa Nakuru County, Uasin Gishu, Trans Nzoia, ndio shetani alikuwa ameweka headquarters ya kugawanya watu, ya kupanda chuki, ya kuweka ukabila, ya kulete mambo ambayo sio mazuri. Lakini tunasimama mbele yenu tena kusema tunamshukuru Mungu kwa sababu bidii ya wale ambao walikuwa wanataka kuvuruga amani, kuchochea wananchi, kugawanya wananchi, Mungu alileta mipango yote yao yakaambulia patupu, na Wakenya wakakataa uchochezi, tukapiga kura kwa amani, na Mungu akatupatia amani hata baada ya kupiga kura. Tunasema asante sana. We have every reason to thank God for Nakuru and for what happened in the last election, because the attempt to try and divide the people and drive hatred and tribalism, especially in Nakuru, Eldoret and Kitale, were enormous. But the people of Kenya stood firm and God came through for us. Mungu akakataa mambo ya uchochezi. Walikuwa wanasema ukipiga kura upande hii hautaishi mali unaishi, mambo sijui gani itafanyika, sijui mambo gani itafanyika. Lakini Mungu wetu alitupatia ushindi na akaweka amani katika taifa letu la Kenya. I want to say from Nakuru, if there is one election that stands out in the Republic of Kenya, that we have voted the way we voted, we have never voted before, it is the 2022 election. Tumefanya uchaguzi wa historia. Ni mara ya kwanza ya kwamba tumepiga kura nyingi, na tumepiga kura hiyo kwa amani, na tumepiga hiyo kura na tukaondoa ukabila. Mimi nimepigiwa kura karibu 70% ya kura nimepata sio kura ya jamii yangu ama mahali nimezaliwa. Wakenya wamenipigia kura kutoka jamii zote. It has never happened. Na mimi ndio nasema we have every reason to thank God for what happened in the last election. Tunamshukuru Mungu. Na Mungu akafanya miujiza. Wale jamaa ambao walikuwa wamepanga maandamano na kuleta fujo na kufanya nini, Mungu akachelewesha mipango yao. Mipango yao ikawa imechelewa karibu miezi 5. Sasa ndio wanastuka kufanya maandamano ile walikuwa wamepanga kufanya siku hiyo. Kwa hivyo Mungu amechelewesha mipango yao, na tunaomba Mungu acheleweshe mipango yao milele mfululizo. Wasikuje wakafaulu kupanga mipango yoyote ya kuharibu taifa letu na wasifaulu. Tunakubaliana jameni? Na ndio mimi nataka niwaulize ndugu zangu wa Kenya, watu wa Nakuru, sote tumeungana hapa leo kwa ibada hii ya shukrani.
Kesho nitaongea na viongozi wa Nakuru mambo ya Nakuru County. Tuko na mambo ya barabara, tuko na mambo ya maji, tuko na mambo ya housing, tuko na mambo mengi, na nitaongea na viongozi wenu kesho. Leo mimi nimeshuka pale, nimeenda pale State House mara ya kwanza, nikashangaa ati mimi sasa ndio huyo niko hapo. Nikashangaa sana. Si Mungu ni wa ajabu jameni? Si Mungu ni wa ajabu? So mambo ya Nakuru tutaongea kesho. Kuanzia maji ya Itare hapa, mimi nataka niwahakikishie hiyo maji nitahakikisha mumekunywa maji ya Itare. Ile ukora ilikuwa imewekwa pale tayari nimeipangia. Tutaiondoa, tuwapatie maji yenu, mkunywe hiyo maji. Mambo yale mengine yote yamekwama hapa, ni jukumu letu kuikwamua, kwa sababu tuko na deni yenu ya maendeleo ya Nakuru County. Mimi nataka niwaambie ndugu zangu wa Jubilee, ndugu zangu wa UDA, sisi zote ni ndugu moja. Na vile Wakenya walipiga kura na wakazima mambo ya ukabila na chuki na migawanyiko, ndivyo hata mimi nitafanya kuunganisha Wakenya wote. Na vile tumesema, serikali ya Kenya ambayo Mungu ametupatia nafasi ya kuendesha itafanya kazi kwa Wakenya wote bila ya kubagua watu wa vyama ama sehemu ama dini ama rangi ama tofauti zingine zozote. Tutawafanyia kazi kulingana na katiba ya Kenya, tukiheshimu ile Wakenya walituamuru katika uchaguzi. Tuachane na ukabila, tuachane na chuki, tuachane na migawanyiko, tuungane, ndio tupeleke taifa letu mbele. Mimi nataka mjue, kuna wale ambao wanataka kuendelea kutuweka katika minyororo ya ukabila na migawanyiko, kwamba huyu hawezi kukutana na yule, hawa hawawezi kufanya kazi na wale. Mimi nataka niwahakikishie, kwa sababu mimi ndio kiongozi wa Kenya, nitafanya kazi na viongozi wote waliopata nafasi ya kuchaguliwa katika taifa letu la Kenya, bila ya kujali wanatoka jamii gani, kabila gani, chama gani. Tutafanya kazi ya kupeleka taifa letu mbele pamoja. Wale wanafikiria ya kwamba wanaweza kuturudisha nyuma na kutugawanya na kutufanya hostages ya mambo yao ya ukabila na mambo yao ya personality cult, I want to say, for the avoidance of doubt, that I will work with all leaders of the Republic of Kenya that have been elected together with me to serve the people of Kenya. And there will be no boundaries elected by anybody. We will not need any permission from anybody to work as the leaders of Kenya in the best interest of what is necessary and what is due to the people of Kenya. And I want to tell every leader from every community and every party and every corner of Kenya that I am looking forward to working with you so that we can develop Kenya together. Kenya has been held hostage to ethnic politics, to personality cult politics for far too long. We need to unchain ourselves from that kind of politics so that we can unleash the potential of our citizens and the potential of our country and move our country to the next level. Tunaelewana ndugu zangu? Kwa hivyo mimi nataka niwaambie wale wote wako tayari kufanya kazi na sisi, tuko tayari kufanya kazi na wao, kwa sababu nia yetu sio kupanga siasa. Nia yetu ni kupanga maendeleo ya taifa letu la Kenya kwa manufaa ya wananchi wote wa taifa la Kenya. Kwa siku mbili zilizopita
nimeketi chini na governors wa taifa letu la Kenya wote, bila ya kujali wametoka chama gani ama sehemu gani, kwa sababu tunataka tuelewane kama viongozi na tujue ya muhimu ni tupange kilimo, tupate chakula ya kutosha, tuondoe njaa, watu wa Kenya wasiwe katika mahali ambapo tunaomba chakula miaka 60 baada ya sisi kuwa taifa huru. Tumeketi chini na wao, tumepanga mambo ya biashara, mambo ya industrialization, mambo ya value addition, mambo ya agro processing, vile tutahakikisha kwamba kuna exports ya kutosha, tulete pesa za nje, tuhakikishe ya kwamba taifa letu linaenda mbele. And I want to agree with Apostle Kimani that this country shall be a country of surplus. It shall not be a country of debt. We shall be lending to others and we shall not be borrowing. Hiyo ndio azma yetu na ndio mpango yetu. Na vile tumeketi chini na magovernors juzi, nitaketi chini na viongozi wale wengine wote until we get to the place where our nation is a nation that we can all be proud of being Kenyans. So kazi hiyo, na nawaomba ndugu zetu mtuombee ili taifa letu la Kenya tuweze kutembea pamoja kama wananchi wa taifa letu la Kenya, na tukae kama ndugu moja, ndugu wa taifa moja, tukielewana, tukishirikiana, tukifanya kazi pamoja. That is the Kenya that I am looking forward to, and that is the Kenya I want every leader to share with us their ideas, their opinions, their suggestions, so that we can have a nation that leaves nobody behind. Mimi nawauliza jameni, watu wa Nakuru, tutatembea pamoja hiyo safari? Tutatembea pamoja? Mimi nawashukuru sana, mjue mimi nawapenda sana. Mulinishikilia wakati mambo yalikuwa magumu. Apostle Kimani, umenikumbusha mambo ambayo nilisema wakati mmoja. Unajua tulikuwa tumeenda pale Kenol kanisani Jumapili. So tulikuwa kwenda kufanya harambee ya kanisa pale Kenol. So wakati naondoka ofisini pale nyumbani, Karen, na jaribu kwenda kwa gari, askari moja hata hako hapa leo akakuja akaniambia mambo pale ni magumu, hatuwezi kukupeleka pale kwa sababu pale kumetokea fujo, tear gas imetupwa, mambo imeharibika, watu wamepigwa, so sisi hatuwezi kwenda na hatuwezi kupeleka. Nikamwambia sasa mfanye hivi, hata mimi najua kuendesha gari, nyinyi mubaki hapa na bunduki zenu na hiyo ingine, mimi nitaenda Kenol kwa kanisa. Nikatoka hapa tukaenda Kenol. Nafikiri wakaona huyu mtu ataenda, wakasema wacha tumpeleke. So nikaenda pale, tukafika, ati polisi amesimama juu ya madhabahu, ati anaambia watu tokeni kanisa, na amepiga tear gas. Unaona vile shetani amekuwa mjeuri kwa hii Kenya, alikuwa amefika mahali mbaya sana. So tukaambia huyu askari atoke, na ibada ikaendelea. Sasa baadaye nikaenda, baada ya nafikiri karibu wiki 2-3, nikaenda mazishi ingine kule Taita Taveta. Wakati mimi niko hewani nikaambiwa ile mazishi haiwezekani. Imekuwaje? Ati askari wamevunja ile hema na wamefukuza wale walikuwa waombolezaji. Siku hiyo ndio nikasema wacha niwaambie hawa watu wasiendelee kupoteza wakati yao. Ndio siku hiyo nikawaambia, I am a man on a mission. I do not have the space to retreat or the luxury to surrender. Kwa sababu unajua shetani akishakuwa mjeuri zaidi, lazima umwambie hakuna mahali anaenda. Si Mungu ni waajabu jameni? Si Mungu ni waajabu? So mimi nawauliza sisi wote ambao tumefika hapa leo, asante sana Apostle Kimani kwa kutusomea neno la Mungu, so that we can know the destiny of our lives is in the hands of God. The destiny of our nation
is in the hands of God. Na ndio mimi nawaambia watu wa Nakuru, mimi nasimama hapa nikimshukuru Mungu sana, kwa sababu wakati wa mwisho nilikuwa hapa Nakuru, mulijitokeza, na ndio nimesema that is the day. That is the day when we had the final meeting in Nakuru. Ndio tuliona dalili ya kwamba Mungu amekubali maombi yetu na tutapata ushindi. Na nyinyi mulitushikilia mkono tukapata hii ushindi. Ndio neno la Mungu itimie ya Zakaria 4:6 kwamba it is not by the power of the deep state, it is not by the might of the system, but it is by the Spirit of God that we can go places. So tunamshukuru Mungu, na mimi nataka niwaambie leo tumefika hapa na nimefurahi sana kuwa kati yenu. Tumshukuru Mungu, ijulikane Kenya hii ya kwamba wale waliojaribu kudunisha kanisa, walijaribu kufanya kanisa ya kwamba hata ni kitu kidogo, wakatuletea vitisho kule kwenye madhabahu. Leo wanajua kuna Mungu aliye hai, na sio wao na sio nguvu zao. It is not by power, it is not by might, it is by the Spirit of the living God that we can change the destiny of our nation. So mimi nawashukuru sana. Our spiritual leaders, I want to give you my assurance that as a leadership, we are going to work with you. We are going to stand by the church. We are going to stand by all our religious leaders so that Kenya can continue to be a nation that is declared to be a nation of God. Tunawashukuru sana, tunawapenda sana. Nakuru tutaonana kesho. Najua huyu Gikaria, hebu kuja hapa Gikaria, tutakuwa hapa kwako kesho. Simama hapo. Naona huyu Gikaria, huyu Gikaria nimesumbuka naye sana. Huyu Gikaria nilikuwa nimemkuta, alikuwa amechaguliwa mbunge, anavaa t-shirt, hachanui nywele, anavaa slippers. Sasa mnaonaje Gikaria? Huyu kufika hapa nimemfanyia kazi kubwa sana. Unaona sasa ako na 3-piece suit na tai imematch. So mpigeni makofi huyu jamaa. Si Mungu ni wa ajabu. So usijali boss, tutakuwa area kesho, si ndio? So tutakuwa hapa kesho tukipanga mambo ya maendeleo na mambo yale mengine. Jameni, asanteni sana. Ninawapenda. Mubarikiwe na Mungu ajibu maombi yenu yote. Thank you very much and God bless you. Sorry. Nafikiri tumekubaliana, tuko na, wacha niseme tu mambo mawili ya muhimu. Hebu tafadhali tuketi chini kidogo. Najua tuko na matatizo, vile viongozi hapa wamesema, ya mambo ya usalama pale, especially hapa North Rift. Kati ya wale waziri mumeonyeshwa hapa, waziri wa usalama Profesa Kindiki hayuko hapa kwa sababu ako pale kwa hiyo sehemu. Leo alikuwa Baringo, jana alikuwa Turkana. Nimemwambia Profesa Kindiki atoke ofisi Nairobi, aende aishi kule North Rift mpaka hiyo mambo ya wananchi kupoteza maisha yao iishe. Na tumeweka mpango kamili na ile uwezo wote wa serikali. Tutahakikisha wale watu wajeuri wachache wako pale wanajaribu kutuonyesha kiburi, sisi tutapimana na wao na tutahakikisha kwamba hakuna Mkenya anapoteza maisha yake, na tutahakikisha kwamba wakijaribu kuharibu usalama wa taifa letu la Kenya, na sisi tutapambana na wao vilivyo. Na vile vile ndugu zetu
kutoka Samburu na sehemu zingine na Kenya mzima kuna shida kubwa ya kiangazi. Na kwa sababu kuna shida ya kiangazi, climate change, mambo ya famine, mambo ya drought, mimi nataka niwaombe Wakenya wote, nataka niwaombe, mumesikia ya kwamba maombi ya Jumanne tarehe 14, na waomba watu wote wa dini zote katika taifa letu la Kenya, tukiwa mahali popote, na wale wataweza kuja Nyayo Stadium, wakuja Nyayo Stadium on Tuesday 14th, tuweze kuombea taifa letu, hasa katika shida hii ya njaa na shida ya ukame. Ndio Mungu atupatie mvua na atuonekanie, ndio Wakenya waziangamie kwa sababu ya shida ya drought katika taifa letu la Kenya. Na waomba Wakenya ambao hawataweza kufika kule Nyayo Stadium, tuwe na ibada mahali popote, kanisa zote, dini zote, pande zote, mahali popote penye kunaendelea maombi, tuombee taifa letu na tuombee Mungu atupatie mvua. Tumefanya mipango yote kama serikali, tuko na mbegu, tuko na mbolea, tumepanga harakati zote za kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula, lakini hiyo mipango yote haiwezi kufaulu kama Mungu hatatupatia mvua. Hata wakati tunapanga mambo ya dams na mambo yale mengine, water harvesting, bado tunahitaji Mungu atusaidie na mvua, ndio Kenya yetu iweze kwenda mbele na tusiangamie kwa mambo ama janga la ukame. Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you. Thank you, Your Excellency. And as we wind up,